hakusema Simba. Ile ilionyeshwa picha kwamba yani unazungumzia matatizo afu unaonyesha picha za wapenzi wa Simba. Mimi kwa maoni yangu mimi, that was uncalled for and it was very unfortunate kutoka kwenye mtu ambaye anatoka ardhi ya Tanzania, ambaye ndio nasema mwenyekiti wa vilabu, lakini anaamua kuonyesha Afrika na dunia kwamba Tanzania kuna nini? Kuna shida. Ajifikirie mwenyewe hicho alichokifanya, alitaka kuachieve nini. Sasa kama klabu bora ambayo yuko Tanzania unaionyesha kwa dunia kwamba katika Tanzania kuna matatizo, alitaka kuachieve nini? Tunasema ni narrow thinking, kwa sababu unafikiria kwamba hapa unaubeba ushabiki. Ule ushabiki ule unaubeba kuupeleka sehemu ambayo haistahili. Good governance haina uhusiano wowote na matokeo. Wale watu walikuwa wanaambia kwa nini timu yao haifanyi nini? Haishindi, haifanyi vizuri. But that is not poor governance. It's not. Sio poor governance. Governance ni kwamba kuna corruption, kuna rushwa, hakuna uwajibikaji, vitu haviko wazi, hakuna transparency, unaendesha vitu unavyojua mwenyewe. Hiyo ndio poor governance. Ina principles zake. Sasa pengine hakuelewa hata poor governance atakuwa kuzungumzia nini. That was uncalled for. Kwangu mimi it was very unfortunate. Kwa sababu mtu ambaye anataka kuprotect mpira wa Tanzania hafanyi protection. Na bado tunalifanyia kazi tuweze kusema nini. Kwa kweli amekosea Simba, amekosea nchi. Kuna klabu hapa Afrika zina poor governance, hata mishahara ilipo. Kuna klabu kutwa zinashtakiwa FIFA na wachezaji. Zinashtakiwa FIFA na makocha. That is poor governance. Umena mkataba ulipi mtu mpaka nakupeleka FIFA, mpaka pale FIFA hujamlipa zaidi ya miezi 2-3. That's poor governance. Hasemi club licensing inataka mpaka timu ziwe na viwanja vya mazoezi. Kwa timu hazina viwanja vya mazoezi, zinazunguka tu. Hawasemi. Kwa kweli katika hali ya kawaida sikutegemea kitu kile kifanyike. Na hata bodi hatukutegemea kifanyike. Pengine tutajulisha mamlaka ziweze kujua kwamba hichi kinachofanyika si sawa. Nafikiri kama nchi pia watu wajue nafasi zao. Unapokuwa kwenye nafasi fulani, unatoa nafasi fulani. Unatoa ushabiki, unafanya vitu ambavyo vinaweza kupromote mpira wetu, kupromote nchi. Sasa yule mzee Magoma kila siku anazungumza pale. Na kwa hiyo ni tatizo. Wakitoka leo wanachama 10 wanazungumza wakapiga tayari hiyo ni poor governance. Come on. That was uncalled for. Kiukweli kabisa. Hatukufurahishwa. Unajaribu kujificha lakini kila mtu anajua intention yake ilikuwa nini. Sisi Simba tushindane na mtu. Simba sisi tunashindana na targets. Kuna watu kucha kila siku lazima iongelee Simba. Sija apate attention. We don't. Ahmed. Kwanza usiwataje kwanza. Sisi tuna chakula kimejaa kwenye meza vya kufanya vya maana. Hii sio kutafuta nani. Sisi tuna agenda tunakuja nazo za maana za kufanya Simba iwe bora. Sisi tutashindana na standards zetu na targets zetu. Hatuwezi kukaa kutwa tunataja timu hii. Yaani kila mtu akiamka ni short lived, itakwenda itaisha tu. Sisi tutaweka mikakati ya kuendeleza timu kimikakati ambao tunaona nafaa. Na itakuwa ni 360 degrees. Timu ya mpira, timu ya wanawake, timu ya watoto, infrastructure na membership growth
engagement. Tunaenda kutoa tangazo, tumempa jana mamlaka, tangazo la director wa membership, tangazo la director wa technical upya kwa vigezo vipya. Tunataka timu ambayo inakuwa kwenye engo zote. Hatutaki vitu vya propaganda tu hivi, ili kesho na kesho kutwa hata tukiondoka sisi hapa, anakuja mtu anakuta kuna watendaji waliokamilika, kuna vitu vimekamilika katika Simba, klabu inapiga hatua. Trust me, this club is going to be great. Sio kwa maigizo, kwa kuweka malengo yake wenyewe ya kukua na kuata klabu vizuri. Mimi sijaona usio Manchester kila siku wanasema sweet mgani. Wanaweka malengo yao. Hiyo ndio Simba, ndio vision ya Simba tunakujenga. Simba hiyo. Samahani kama nimekuwa mkali. Hii imezungumzwa ya ndani. Mwenyekiti bwana nikumbusha. Kufungana Simba na Yanga inatokea sana.